Habari mtu wangu wa nguvu, mwana Crypto Academy Pro. Leo tajifunza blockchain ni nini. Blockchain ni teknolojia ambayo inahusika na kuhifadhi data na kusambaza taarifa kwenye mtandao wa watu wengi. Blockchain haina mamlaka husika, haina miliki husika, yani haimilikiwi na serikali wala kikundi. Blockchain inamilikiwa na watu wote duniani. Okay? Hata mimi na wewe tunaweza tukawa wahusika wa blockchain. Mradi tuparticipate kwenye blockchain, basi tutakuwa wahusika wa blockchain. Twende tukaangalie blockchain inafanyaje kazi. Okay? Blockchain namna inavyofanya kazi inategemea njia kuu nne. Njia ya kwanza ni transaction, yani kufanya miamala, kutuma na kupokea. Hiyo ndio kazi kubwa ya blockchain. Na njia ya pili ni mtandao ama tunasema nodes, distributed network. Distributed network huu ni mfumo wa kompyuta zote duniani. Na mfumo wa tatu ni consensus mechanism. Consensus mechanism huu ni mfumo wa makubaliano. Watu wengi ndo wanaofanya jambo liwezekane. Watu wachache wanafeli, watu wengi wanafaulu. Consensus mechanism. Na mfumo wa nne unaitwa chain of blocks. Hii ni muundo wa kuunda blocks moja na blocks nyingine na nyingine, hivyo inajulikana kwa kuitwa blockchain. Okay? Sasa twende tukaangalie hatua ya tatu. Hatua tatu, blockchain au tunasema blocks zinatoka wapi? Sasa nataka nikufafanulie ujue hizi blocks huwa zinatokaga wapi. Kwa nini iitwe blockchain na zinatoka wapi? Blocks huzaliwa kwa mfumo wa taarifa ama miamala. Inapotokea imetumwa taarifa ama muamala, tutolee mfano zaidi kwenye transaction za miamala. Ikitokea mtu A katuma muamala kwa mtu B, kinachotokea ni kwamba mtu A yeye atatuma muamala kwa kutumia public address. Ile public address atatuma kwenye mtandao wa nodes ambazo ni kompyuta. Baada ya kuzituma hapo, kompyuta zile huwa kuna mechanism inafanyika. Ile mechanism inachofanya ni kwamba inakusanya ile miamala yote ambayo iko pending. Baada ya kuikusanya inawekwa kwenye block moja. Baada ya kuweka kwenye block moja inakaguliwa. Ikishakaguliwa, ikishakuwa sawa, kama iko verified, iko vizuri, kinachotokea ni kwamba miamala hiyo itazalisha blocks nyingine. Na kinini kinachofanya wakubaliane wakati hawaonani, hawako pamoja, hawawasiliani? Kitu kinachofanya waweze kuzalisha blocks nyingine kwa mechanism inaitwa consensus mechanism. Consensus mechanism ni mfumo ambao unaruhusu zile blocks kuzaliwa automatically pindi ambapo kula nyingi zitazidi. Kwenye blocks kuna sheria inasema 51%. Inapotokea ni kwamba 51% ya watu imekubali, maana yake hiyo blocks ni halali na mwisho siku itazaliwa. Kwa hiyo consensus mechanism ndo inahusika sana kwenye kuzalisha blocks. Okay, twende hatua ya 4 tukaangalie faida ama sifa za blockchain. Blockchain tunaweza tukasema ina sifa nyingi, lakini sifa ya kwanza tunaweza tukaianza na decentralization blockchain ni kwamba ni mfumo uliotawanyika duniani kote. Hakuna mmiliki mmoja wala kikundi wala serikali. Ndio faida ama sifa namba moja. Sifa namba mbili ni immutability. Okay? Tunaweza tukasema ama distribution. Distribution ni kwamba imesambaa duniani kote. Mimi na wewe, mwingine na mwingine na mwingine, wote tuna participate kwenye blockchain bila kutegemea mtu mmoja kufanya maamuzi. Hivyo basi blockchain hiyo ni sifa yake ya pili. Lakini ni sifa ya tatu ni inspection. Inspection ni kwamba ina ulinzi wa hali ya juu sana, security ya hali ya juu sana. Hivyo blockchain sio rahisi sana kuhakiwa, kuibiwa, kwa sababu inalindwa na watu wengi duniani. Zile nodes ili uweze kuibia lazima uhaki nodes zote duniani. Ni kitu kisichowezekana na ni kitu ambacho hakitawezekana. Okay? Lakini sifa ya tano ni kwamba immutability. Immutability ni kwamba blockchain hauwezi kubadilisha taarifa wala muamala. Taarifa wala data haiwezi kubadilika. Hivyo hicho kitu kinaifanya blockchain izidi kuwa na sifa kubwa na uimara
mkubwa duniani. Na sifa ya mwisho ni kwamba tokenization, okay? Tokenization ni kwamba mfumo huu wa tokenization unakupa umiliki wewe pekee. Mfano, wewe ukiwa na Bitcoin, Bitcoin moja. Kumbuka Bitcoin zipo milioni 21. Nini kinatokea? Ni kwamba zile Bitcoin milioni 21 wewe ukiwa na moja zitabaki Bitcoin milioni 21, Bitcoin milioni 20.99. Okay, imepotea Bitcoin moja. Okay? Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo sifa za blockchain ni nyingi sana, lakini siwezi kuelezea zote. Sasa twende tukaangalie nini blockchain ni muhimu sana kwetu. Kwa nini blockchain ni muhimu sana kwetu? Mimi naweza nikaanza na sifa ya kwanza. Sifa ya kwanza ni usalama wa hali ya juu sana. Security. Security ni kwamba blockchain huwezi kuibadilisha data. Huwezi kubadilisha data wala taarifa yoyote. Hakuna mtu mmoja wala kikundi ambacho kinaimiliki blockchain. Muamala unalindwa, okay, unalindwa na kitu kinaitwa cryptography. Okay, cryptography ni kitu naweza nikasema ni teknolojia ya usiri kwa wale ma IT wanaelewa, okay? Lakini sifa nyingine ni kwamba blockchain imeboresha uwazi, transparency, okay? Transparency ni kwamba blockchain unaweza kuona data, taarifa, miamala inayoendelea kwenye mtandao wa blockchain. Okay, lakini sifa nyingine blockchain ni kwamba imeondoa ama inazuia udanganyifu. Okay? Huwezi kudanganya kwenye blockchain, huwezi kufeki taarifa, huwezi kufeki cheti, huwezi kufeki kula, huwezi kufeki fedha, huwezi kufeki kitu cha aina yoyote. Hiyo ni sifa namba 3. Na sifa namba 4, inatoa uhuru. Okay, inatoa uhuru kwa sababu hakuna middleman. Hata kama ikitokea mimi nakutumia fedha wewe, hakuna middleman. Yaani hakuna mtu kati ambaye anairuhusu ile fedha. Kama kwenye mifumo yetu ya kawaida kama benki ni kwamba nikikutumia fedha lazima iweze kukufikia wewe. No, lazima ifike benki ndipo iweze kukufikia wewe. Hivyo basi blockchain yenyewe inaruhusu peer to peer transaction, yani mimi na wewe. Nadhani hicho kitu nilikielezea kwenye video iliyopita, okay? Na kitu cha hatua ya 5 ni kwamba blockchain inawezesha kitu kinaitwa smart contract, yani mikataba janja ambayo inaweza ikafanyika mtandaoni bila mimi kuonana na wewe, bila wewe kuonana na mimi. Naweza nikakopa fedha mtandaoni bila kuonana na aliyonikopesha na yeye bila kuonana na anayemkopesha, bila kudanganyana, bila kudhulumiana. Hiyo ni sifa namba 5 ya blockchain. Lakini sifa namba 6, inasaidia sekta nyingi sana, hususan afya, elimu, usafiri na vitu vingine kaza wa kaza. Blockchain inasaidia kwenye mambo kama hayo. Lakini sifa ya namba 7 ni kwamba inaongeza kasi ya kutuma na kupokea. Yaani ni kwamba unaweza kutuma fedha China ikaenda ndani ya dakika 1 au ndani na sekunde 60. Ishafika China. Imagine ukienda kutuma pesa benki unaambiwa ikae masaa 72 au wiki 2. Sasa jiulize, wiki 2 kama ulikuwa na shida tayari umeshafeli. Lakini sifa namba 8 ni kwamba inapunguza gharama. Okay? Zile cost, mfano unatoa tu shilingi 10,000, 20,000 unakatwa hela chungu mzima. Lakini Bitcoin ama cryptocurrency kwa kupitia blockchain unaweza ukatuma hata dola 200,000, hata dola milioni 1, ukajikuta unakatwa dola 1 tu ambayo thamani yake ni sawa na 2,500. Lakini kwenye mifumo ya kawaida hiyo ukituma milioni 1 ama dola milioni 1 ambayo ni sawa na bilioni 2.5, unaweza ukajikuta unakata zaidi ya milioni au zaidi ya milioni 2. Sasa jiulize, muamala kama huo unakatwa pesa nyingi namna hiyo. Kifupi ni kwamba mifumo ya kawaida inatubana, inatunyima uhuru na haitupatii haki zetu za msingi. Lakini sifa namba 9 ni kwamba inajenga mfumo usiohitaji kuaminiana kupitia yani siasa sijui ama kwenda mkaandikishane sijui na nini. Yani ni trustless. Trustless ni kwamba ni mfumo ambao unajiamini blockchain yenyewe. Mimi na wewe tunaweza tukatumiana mimi na wewe, lakini bila kudhulumiana, bila kuibiana. Hivyo blockchain inakupa sifa namna hiyo. Sifa nyingine ni kwamba inakupa uhuru wa kifedha. Fedha ambayo unayo wewe ni ya kwako. Fedha ambayo ninayo mimi ni ya kwangu. Hakuna serikali, hakuna benki inayotambua kiwango cha fedha hiyo ambayo mimi ninavyo. Hizo ni sifa za blockchain. Hivyo basi niseme nimeishia hapo kwenye somo la blockchain. Tukutane kwenye somo linalofuata.